wazi kabisa. Umetaja sifa na tabia ya Mungu kwamba yeye ni mwenye huruma. Mshukuru Mungu kwa huruma yake juu ya maisha yako. Mwambie asante Mungu. Funua kinywa chako. Unajua wapi Mungu amekupitisha na ulipo sasa. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, asante kwamba Mungu ni mwenye huruma. Ni mwenye huruma sana juu ya maisha yetu. Tena ni Baba mwenye huruma. Kama Baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Baba wa mbinguni unavyotuhurumia watoto wako. Katika jina la Yesu, uache tuangamie. Hata maombolezo, katika maombolezo ya Yeremia anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Rehema zake ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wake ni mkuu. Baba, katika jina la Yesu, tunakiri ni huruma yako, tunakiri ni neema yako, tunakiri ni rehema zako, tunakiri ni uvumilivu wako, tunakiri Bwana ni upendo wako, tunakiri Bwana ni fadhili zako, katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa huruma zako. Asante kwa kuwa Bwana unatusamehe kila inapoitwa leo. Kila wakati Mungu unatusamehe. Tunakosea, lakini ni mwepesi wa kuturudi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa Jumapili njema. Asante kwa kusanyiko hili Bwana. Asante kwa kila nafsi ambayo umeileta mahali hapa. Mungu, ni huruma zako. Hakuna juhudi ya mtu yoyote, bali ni huruma zako. Umewavuta watoto wako Bwana kutoka majumbani mwao, umewamsha kutoka kwenye vitanda vyao. Ni huruma zako Mungu. Umetupa afya njema. Ni huruma zako Bwana. Umetupa Mungu hai. Ni huruma zako, katika jina la Yesu. Nasi tunakushukuru Bwana tunapopumua, tunapoongea Baba, katika jina la Yesu. Ni neema na huruma zako. Rimidiwe jina lako Mungu uliye mkuu, Baba wa mbingu na nchi, uliyevifanya vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Enzi ni yako, mamlaka ni yako, nguvu ni zako. Pokea sifa na utukufu. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, uliyetoa uhai wako, uliyetoa nafsi yako, hata ulipoona makutano uliwahurumia na ukawaponya na magonjwa yao. Katika jina la Yesu ninakuomba Yesu, wahurumie watoto wako wanaopitia mazingira magumu, wanaopitia kwenye hali ya magonjwa, wanaopitia hali ya kukata tamaa. Nyosha mkono wako wenye neema Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa uponyaji na uwazukie Bwana asubuhi ya leo, mahali walipo mfalme wa mbingu na nchi. Peleka mkono wako usio na umbali, mahali popote unaweza kufika Bwana. Hata walio majumbani leo wameshindwa kufika kwenye ibada kwa sababu ya udhaifu na magonjwa, Yesu wanyoshe mkono wa huruma, waponye na kuwainua Bwana. Homa ipate kuachia, kama ulivyotembelea nyumba ya mkwewe Petro. Uliona hawezi, ukaikemea ile homa ikamwacha. Yesu, kakemee kila shida zilizoko malangoni mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Kila misiba iliyoko malangoni mwetu, kila aina ya mabaya yanayotuotea malangoni mwetu, hata wanaosafiri, tunakemea ajali na mauti katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Wakumbuke wote kwa huruma zako. Asante Mungu mwaminifu. Haya ni majira ambayo Yesu unachukua shida zetu, maana maandiko yanasema kwa kupigwa kwako sisi tumeponywa. Haya majira yamebeba uponyaji katika jina la Yesu, maana ndio wakati ambao ulipigwa, ndio wakati ambao uliumizwa, ndio wakati ambao ulijeruhiwa, lakini ndani ya yote ulibeba uponyaji, ulibeba matumaini mapya ya ulimwengu,
ulibeba amani na nguvu, ulibeba baraka na mafanikio katika jina la Yesu. Acha macho yetu yaone neema ya uzima ndani yetu katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu Mungu Mwenyezi. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Wiki hii au kipindi hiki ni kipindi cha Kwaresma au kipindi cha maombi ya mfungo siku 40. Tusema neno Kwaresma, neno la Kiyunani ambalo maana yake siku 40, ambazo zinatupa mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza ni kipindi cha toba. Jambo la pili ni kipindi cha tafakari ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani, kwa sababu mateso yake yamehitimishwa msalabani. Amen. Amen. Kwa inatupa tafakari njema ndani yetu, kujitafakari sisi wenyewe, maisha yetu na hali zetu, kiwango chetu cha kumpenda Mungu na kiwango chetu cha kumtumikia Mungu. Katika kipindi hiki ni kipindi kilichobeba kujitafakari na kujirekebisha. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi kilichobeba kujitafakari binafsi na kujirekebisha. Sio kipindi cha grupu. Ile kusanyiko tu ni matokeo ya mtu. Tunapokusanyika ibada ya kila jioni saa 11 na kuomba, ni matokeo tu ya mtu, lakini ni kipindi cha kujitafakari na kujirekebisha binafsi. Yaani tukisema ni kipindi ambacho wewe unatafuta uhusiano wako karibu na Mungu, uhusiano binafsi, sio wa mchungaji, sio wa kundi, sio wa waombaji. Unajua kuna watu wanasema hawa ni waombaji. Yaani yeye amejiweka wapi? Amejiweka wapi? Na Biblia inasema ombeni, wito ni kwa wote, ombeni. Lakini anasema hawa ndio waombaji. Hili ndio kundi la waombaji. Yeye amejiweka, kwa maana yake amejiondoa binafsi. Kwa ni kipindi ambacho unatafakari juu ya maisha yako, juu ya uhusiano wako na Mungu. Unatafakari kiwango gani unampendeza Mungu. Unatafakari wapi umejikwaa, unatafakari wapi unarekebisha. Daudi anasema nikijikwaa nitainuka tena. Mtu anainuka ni yule anayetafakari kwamba amejikwaa. Hawezi kuendelea kulala hapo, ni lazima tafakari nainukaje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kujikwaa, lakini Daudi anasema nikijikwaa nitainuka tena. Kwa ndani ya mtu aliyejikwaa, cha kwanza anaanza kutafakari nainukaje. Asitafakari amejikwaa vipi, tafakari unainuka vipi baada ya kujikwaa. Amen. Nasema amen. Ni kama ukisafiri, labda kwa wale ambao sisi tuliochunga ng'ombe na tuliolima mashambani huko mapolini, unapotembea ukajikwaa kwenye jiwe, alafu ukajikwaa kidole au kateleza. Kuna utelezi fulani, ukitembea unateleza, piga mtama chini. Uwezi ukaanza kulilalamikia jiwe.
Huwezi ukaanza kulalamikia utelezi. Unachofikiri ni namna gani unainuka, unajikung'uta, unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaye amejikwaa pale, jiwe amejikwaa, naanza badala ya kuangalia wapi amejikwaa, damu inadondoka, afunge, anaanza kulaumu. Wewe jiwe, kwa nini umenikwaza? Kwa nini umemiumiza? Anaanza kulalamikia jiwe. Huyo endele na shimo. Nimeongea Kifaransa hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwamba ni mtu asiyetumia nini? Akili. Mtu mwenye akili anapojikwaa anaanza kutafakari, nimejikwaa wapi? Na nainuka vipi? Nasimama vipi? Inawezekana hakuna wa kukuinua, inuka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana uko peke yako ulikojikwaa. Kwa hiyo hata ukilalamika hakuna anayekusikia, hata ukipiga kelele hakuna anayekusikia. Inuka. Nilikuwa nasikiliza kisa cha mtu mmoja kati ya watu ambao ilikuwa BBC, wale BBC Afrika, inaitwa BBC Africa Ones. Alikuwa anazungumza namna alivyotekwa na alipotupwa huko polini, na katika hali isiyo ya kawaida wakasema maliza, ikapigwa risasi, alafu akajua amemaliza. Kumbe Mungu amemwacha, akalala yuko huko polini peke yake. Baada ya kupuliziwa upepo wa polini ule, yani Mungu akarudisha. Mungu ni wa ajabu. Kama hujaandikiwa kufa, hutakufa. Sasa badala ya kutafakari risasi, baada ya ufahamu kurudi, badala ya kutafakari watu waliomfanyia, akaanza kujivuta kutoka polini, akaanza kujivuta. Na Mungu wa ajabu, ni poli hifadhi, lakini Mungu alimwepusha na wanyama. Akajivuta, sijui alijivutenje, lakini akafika karibu kingoni mwa barabara. Ndio watu wanapita, wengine wanajua mtu huyu ni mhalifu. Anasema jamani nisaidieni. Amekaa, naonyesha na zile picha, amekaa pembeni mwa barabara. Ufikiri sasa, angeendelea kuwafikiria waliomfanyia hivyo, yuko kule polini, angeendelea kufikiria risasi zilizomiminwa ili kumaliza. Lakini hayo yeye alitafuta namna ya kutoka hapo alipokamatwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu ni lazima pambane namna ya kutoka ulipokwama. Kama umekwama kwenye tope, kama umekwama ni kwenye mtego, unafikiri vipi? Siku moja nilikuwa naangalia samaki wale wanaoweka mtego ndoana, kwa ameweka na kitoweo chake. Kumbe samaki nao wana akili. Alafu akaweka ule mtego wake na samaki akaja. Cha kwanza akaiona ndoana. Sasa yeye ana njaa, anataka ale kitoweo. Nishangaa yule samaki. Badala ya kumeza kwamba pamoja na ndoana, kwanza akaenda akaminya mdomo wake, akauminya alafu akatoa. Akaminya mara ya pili alafu akatoa. Ghafla akala kitoweo, ndoana imebaki yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ufikiri kwamba adui amekuwekea mitego mingi, lakini kiwango gani unajinasua kwenye mitego? Ni mtu mwenye kutafakari, na tafakari huanza na kufikiri. Ndani yako nafikiri nini? Unawaza nini? Unawaza aliyekukwaza? Unawaza aliyekuumiza? Unawaza aliyekutonesha? Unawaza aliyekujeruhi? Unawaza nini? Hata Yesu pale msalabani hakuwawazia maadui zake. Baadaye anasema, Baba wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ndani yake alifikiri mwisho wake. Ndani yake alifikiri hatima yake. Unapoifikiri hatima yako, usimfikirie adui yako, maana hatima yako ni kubwa kuliko adui yako.
Yeye amekuja tu mkini ni kukwamisha hatima yako. Yeye amesimama njiani ili kukukwaza usiende kwenye hatima yako. Achana na huyo anayekukwaza, fikiri hatima yako, maana hatima yako ni kubwa kuliko makwazo. Yesu angefikiri juu ya makwazo, asingeendea msalaba, na asingeendea msalaba, leo tusingekuwa na wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari mema, mwambie jirani yako tafakari mema. Hiki ni kipindi cha kujitafakari, lakini jitafakari katika mema. Kama kuna mahali umejikwaa, jirekebishe. Rekebisha. Amen. Ni kipindi cha kujirekebisha. Kujirekebisha tabia zetu. Mara nyingine baiskeli zikiharibika, nasema napeleka kwa fundi akairekebishe. Maana yake imefanya nini? Imeharibika. Au kina kitu kimeharibika ndani yako, niko na kirekebisha. Maana yake kimefanya nini? Kimeharibika. Kwa kuna aina ya maisha ambayo yumkini umepita mahali ambapo umeharibika, lakini iko nafasi ya kujirekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa mtu mmoja aliitwa Samson. Samson alikuwa mnadhiri wa Mungu mwenye nguvu kubwa sana, ambaye alijaliwa miujiza na kufanya mambo makubwa kwa sababu ya nadhiri aliyokuwa naye. Na nadhiri yake ilikuwa kichwani kwenye nywele, kwamba nywele zake kiwango zilivyokuwa zinaendelea kukua, ndio nguvu zake ziliongezeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na aliambiwa kabisa ya kwamba kwa kiwango hicho hicho, hiyo ni siri yake. Nadhiri yake ilikuwa kwenye siri yake. Lakini bahati mbaya, maisha si leo wala kesho. Maisha yanaweza kusomeka kama fedha ina pande mbili. Bwana Yesu asifiwe. Upande wa pili ukafunuliwa, ambao Samson hakuwa nao. Akampata mwanamke mbembelezi, akampata mwanamke anayejua kuita sweet honey, yani hivyo maneno yote mazuri unayoweza kuyajua. Akampata mwanamke anayemlaza kwenye mapaja yake. Samsoni akatekewa. Alipotekewa, maandiko yanasema yule mwanamke akambembeleza. Unajua kubembeleza? Unajua kubembeleza? Wanawake mkiamua kubembeleza, utakomba hela zote. Kwani wababa wanaoondoka na pochi nyumbani, alafu bahati mbaya akaangukia kwa kahaba, unafikiri anarudi na pochi? Sio ya yeye, kuna mbembelezi. Yule mwanamke akabembeleza kiwango cha kwamba Samsoni hakuwa na namna. Akatoa siri ya nguvu zake, akasema mimi nina nadhiri kichwani, wakinikata nywele zangu, nguvu zangu zimefanya nini? Zimeisha. Na Delila alipojua hiyo siri, haraka sana kamkata. Samsoni amelala, amebembeleza, sijui alimnywesha ni whisky, sijui. Mnajua nyewe vida hivi, nyewe ndo mnajua. Sio alimnywesha Serengeti, maana kuna vilevi vingine vikali. Mimi maisha yangu sijawahi onja pombe, hata pombe ya kienyeji sijawahi kunywa. Ila nilikuwa napenda zamani zile, nilikuwa napenda wanaita kimpumu, kile kichanga kile. Jamani tuache utani. Kichanga kile kitamu kweli kweli. Sio warwa, kimpumu. Kitamu sana. Acha kikibararuka, lakini kikiwa mwanzo pale kitamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui Delila alimpa ni kimpumu, sijui alimpa ni konyagi, sijui alimpa nini. Akamaliza kabisa. Samsoni akalala, hata nywele zinakatwa, haelewi kabisa. Hatari ya mwanamke. Amen. Lakini baadaye yule Delila anamwambia Samson amka, adui zako amekuja. Samson kwa mazoea yake anasema, akaamka akasema nijinyoshe. Anajinyosha, wala hata kuinua mkono hawezi. Nguvu zimefanya nini? Zimeisha. Wakamkamata adui zake,
Walipomkamata Wafilisti, maandiko yanasema wakatoboa macho, yani wakanyofua macho. Samsoni akabaki hana macho, ng'oa meno. Yani Samsoni akawa mtumwa, akawa anafanya kazi nzito, wamefunga mnyororo kwenye miguu yake, tena wametoboa wakafunga, akawa anavuta ile ya kusagia ngano kila siku. Lakini ajabu yake, mwambie jirani yako, ajabu yake. Hayo ndio maajabu ya Mungu. Ajabu yake, akawasaulisha wale ndugu. Wamesahau kwamba ni yeye ni mnadhiri kwenye nini, na nywele zinaendelea kukua. Yeye anaona hata kile kisagio kinakuwa chepesi, maana nguvu zinaongezeka. Wao wanashangilia tu, zinakuwa, mtumishi wa Mungu, zinakuwa zikakuwa kiwango cha kwamba anajua hapa hata nikishika nguzo itadondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nini ninachotaka kuambia? Kuna mahali pa kujirekebisha. Angalia kilichotokea Samsoni baada ya kujua sasa nguvu zimeongezeka. Kuna andiko linazungumza, hebu nilisome hilo andiko katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 28. Ni maandiko nayapenda sana. Samsoni akamwita Bwana akasema, E Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, e Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Sema mara hii tu. Sema mara hii tu. Ndio maana Daudi anasema, adui usifurahi nikianguka, nitainuka tena. Yani unapojikwaa kuna kuinuka, unapoanguka kuna kuinuka, unapoumizwa kuna uponyaji, unapojeruhiwa kuna faraja. Yesu anasema amekuja kuwafariji walioonewa. Haleluya. Nasema haleluya. Asema mara hii tu, manake anatafuta nafasi ya pili. Mara ya pili inaitwa second chance. Haleluya. Wana Mungu, haleluya. Mungu anatupa nafasi ya pili. Hata kama tumefanya tofauti, Mungu anaachilia nafasi ya pili. Kwa rezima hii iwe nafasi yako ya pili ya kurekebisha na kusimama na kuinuka tena. Haleluya. Wanatabata, haleluya. Iwe ni nafasi yako ya pili. Mara hii tu kilichotokea mbele yake, Mungu akamkumbuka Samsoni, maana aliomba, nikumbuke mara hii tu kwa macho haya ambayo amenyonyofoa adui zangu, kwa uharibifu walionitendea. Mara hii tu. Kisoma pale chini, yule kijana aliyekuwa na Samsoni akamsogeza kwenye nguzo, ile nguzo ambayo imeshikilia jengo. Kumbuka watu walikuwa 3,000, ilikuwa sio jengo la kawaida. Ile nguzo ambayo imeshikilia jengo zilikuwa nguzo 2, akashika huku na huku, akazisukuma zile nguzo. Watu 3,000 pamoja na yeye walikufa kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tazama, na maandiko yanasema Mungu huangalia mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Kwa mwisho wa jambo ni mwema sana mbele za Mungu kuliko mwanzo wake. Na kipindi hiki kiwe kipindi cha kujitoa maisha yako mbele za Mungu. Kiwe ni kipindi hiki cha Kwaresima, kiwe kipindi cha kujitoa maisha yako mbele za Mungu.
kipindi hiki kiwe kipindi cha kujitoa kwa ajili ya wengine. Kipindi hiki kiwe kipindi cha kutoa sadaka za kuwasaidia wahitaji kama wajane, yatima na maskini. Kipindi hiki kiwe kipindi cha kuwahurumia na kuwapenda wengine. Kipindi hiki kiwe kipindi cha kusameana. Kipindi hiki kiwe kipindi cha kuondoa uadui na fitina. Ni kipindi cha kutangaza upendo wa Kristo. Ni kipindi cha kutangaza amani ya Kristo. Ni kipindi cha kuwatangazia walioonewa ya kwamba bado Yesu yupo karibu nanyi. Amen. Haleluya. Ni kipindi cha kuwatia moyo waliovunjika moyo. Kama ni mjane umevunjika moyo, hiki ndicho kipindi ambacho unatiwa moyo na msalaba, ya kwamba usikate tamaa, msalaba upo. Haleluya. Haleluya. Kama ni yatima usikate tamaa, bado ni kipindi unatiwa moyo ya kwamba msalaba upo. Na Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ni kipindi cha kuangalia msalaba kuliko kuangalia wanadamu. Haleluya. Nasema haleluya, wana Mungu. Nasema haleluya. Nimesema ni kipindi cha kusameana. Kama unaye mtu nadhani ni adui yako, adui yako namba moja ni shetani, wala sio jirani yako. Mwambie jirani yako, wewe sio adui yangu, wewe ni jirani yangu. Na maandiko yanasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaweza kuichukia. Kuna mtu anaichukia nafsi yake. Hata kama mguu umekukosesha, bado utaubembeleza. Amen. Kwa sababu hakuna anayeichukia nafsi yake popote kama uichukii nafsi yako. Na anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaanzeje kumchukia jirani yako? Hiki ni kipindi cha kufunua moyo wa upendo kwa wengine. Haleluya. Kristo alionyesha hayo, na sisi tunaitwa tu wa Kristo. Maana yake wewe ni wa Kristo. Kristo yuko ndani yako. Yeye Kristo aliyeupenda ulimwengu mpaka upeo, hadi upeo. Kama yeye aliupenda ulimwengu, ndani yako unaye Kristo, ni lazima umpende jirani yako. Ni kipindi cha kuonyesha ukarimu kwa wengine. Saidia wahitaji. Nimalizie kitabu cha Isaya sura ile ya 58. Isaya 58. Isaya 58. Mstari ule wa 6. Isaya 58 mstari wa 6. Je, saumu niliyochagua sio namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliyeuchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu mmoja nawe. Haleluya. Haleluya. Hii tunaita ni kwa lazima siku 40, mfungo wa siku 40. Na Mungu anazungumza wazi ni aina ipi ya saumu anayoichagua Bwana au anayoitaka Bwana. Anasema, je, sio saumu ya namna hii? Saumu ya namna hii maana yake aina ya saumu au aina ya funga anayoitaka Bwana. Anasema ya kwanza kabisa ni kufungua vifungo vya uovu. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Ni kufungua vifungo vya nini? Vya uovu. Kwa hiyo kama ndani yako iko dhambi, kuna uovu, kuna makosa, hiki ndicho kipindi cha kufungua dhambi zako. Yaani kuachana nazo.
Kufungua maana yake ni kuwa huru. Yesu anasema hivi, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa unakuwa huru kutoka kwenye dhambi. Kwa funga ya kwanza ambayo Mungu ameichagua ni sisi kuacha dhambi, ni sisi kuacha zinaa, ni sisi kuacha uzinzi, ni sisi kuacha uasherati, ni sisi kuacha fitina, ni sisi kuacha ulevi, ni sisi kuacha magomvi, ni sisi kuacha uadui. Kila dhambi unayoijua ndio kipindi cha kuacha. Ndio saumu Mungu anaitaka. Nasema ndio saumu Mungu anaitaka. Mimi Mungu amenipa neema, nimewahi kufunga siku 7 kavu mlimani. Lakini Mungu hawezi kwamba nikifunga alafu ndani yangu kuna dhambi. Hiyo funga ni bure. Amen. Lazima tunapozungumza kwa lazima tujue nini inataka. Inataka tuachane na mabaya, tuachane na uovu, tuachane na dhambi ndani yetu. Kama iko dhambi ni wakati wa kuacha. Tena sio kuacha tu wakati wa kwa lazima, ni kuacha maisha yako yote. Haleluya. Nasema haleluya. Mabinti wa Yesu mupo? Mabinti Sayuni mupo? Sio kipindi cha kudate. Mnaita kudate Haleluya. Girl, boys mupo? Gentlemen mupo? Mnaita kizazi cha Gen Z mupo? Mupo majenzi? Mnao chati usiku kucha mupo? Mbona muitiki sasa hapo sasa? Majenzi mupo? Umeacha kutafakari habari ya mateso ya Kristo. Wewe ni kuchati usiku kucha. Wewe ni kuchati na wanaume na mabinti. Hapana. Mwambie jirani yako hapana. Mwambie hapana. Mwambie ni kipindi cha kufungua uovu wetu, yani kuachana nao. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Lakini jambo la pili, anasema ni kipindi cha kuwapa chakula wahitaji. Sema tu jirani, mwambie hivyo, kuwapa chakula wahitaji. Alafu muulize, umewahi achilia chakula kwa wahitaji? Unajua Yesu alisemaje? Alisema hivi, haki yenu isipowazidi waandishi mbinguni, mtakaokako. Nimeongea Kifaransa. Narudia, haki yenu isipowazidi waandishi kumwanya mtakaokako. Nimeongea kwa vitendo. Sasa haki iko wapi? Kama kwa kweli katika majira yao, na bahati nzuri wanasema hivi, huwa tukio hili linakuja kujirudia baada ya miaka 30, kwamba mnaangukia siku moja kuanza mfungo. Wanasema karibu miaka 33 ndio inakuja. Kwa mwaka huu ndio mwaka ambao tulianza siku hii. Tukio hili litakuja kujirudia tena baada ya miaka 33, ndio wanazungumza. Sijatafiti, lakini watafiti ndio wanazungumza. Sasa kwenye kipindi hiki wenzetu, ndio kipindi cha kusaidiana. Ndio kipindi ambacho majuzi nilikuwa namsikia mmoja anasema, mimi nafutulisha misikiti karibu yote kwenye wilaya. Wewe je? Alafu mna imani fulani hivi nasema, ikipikwa hicho chakula kina miungu. Sasa pika chakula ambacho hakina miungu. Haleluya. Mmenichukia? Sasa bahati mbaya hata sisi wenyewe tunaufunga hatufutulishani hata wenyewe. Yaani sisi hata wenyewe hatuwezi kujitoa kufutulisha wengine. Imani yetu iko wapi? Ukarimu wetu. Alafu hauna uko majira ya Kwaresima,
ambayo Yesu anasema wahurumieni wengine. Una huruma, unatoka nyumbani, kuna mjane, kuna yatima, hujafanya chochote, kwa lazima inaisha. Yesu, hata tukienda kwenye haki, tukikaa wewe na wao, nani anatangulia mbinguni? Tuende kwenye matendo sasa. Wewe na imani, mimi na matendo, nani anaenda mbinguni? Wewe si unamwamini Kristo na yeye amesimama na matendo. Halafu mbinguni tutakapokwenda, Yesu amesema kuna mambo haya mawili. Atasema kondoo mkono wa mbuzi mkono wa. Tuje kwa kondoo. Wale kondoo anasema nilipokuwa naumwa mkaja, nilipokuwa gerezani mkaja, nilipokuwa uchi mkanivika, nilipokuwa na njaa mkanipa. Alafu mbuzi wanaambiwa nilipokuwa na hivyo hamkuja, hamkunifanyia, nendeni motoni. Sasa kwenye hapo ni matendo, ndio tunakuja sasa. Mimi na wao tumesimama. Yeye hapo alikuwa anawaona yatima, anawalisha, anawafutulisha. Alafu mimi nasema ninamwamini Yesu. Yesu anasema na Yesu wako ukagone. Kumwanya kutali karibu